If you are sick, kama unaumwa, try to do what you could not do. fanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. I would request everyone to stand up. Ninaamini unanielewa. Just try to do what you could not do. Jaribu kufanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Kama ulikuwa unaumwa, jaribu kufanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. If it is the leg, just do like this. Kama ni mguu, jaribu kuinua. Try to do what you could not do. Jaribu kufanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. If it is the head, do like this to see. Kama ni kichwa, unaweza kukitikisa ili uangalie. If it anywhere where the pain is, try to do what Popote you pale could not ulikuwa una shida, hebu jaribu kuangalia. Yanawezekana. As we sing that song, do what you could not do. Tunavyoendelea kuomba, endelea kufanya kile ulichokuwa unashindwa kufanya. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Oh, yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Oh, yote katika jina la Yesu Kristo. Kila maumivu yote, kila mambo ya adui katika jina la Yesu Kristo. Kila vifungo katika mguu kachie katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ikatakase. Oh, yote Takase damu ya Yesu ikatakase. Damu ya Yesu yote yako jina la Yesu Kristo. Mungu ukafanye jambo jipya kwa utukufu wa jina lako mfalme. Yesu kachilie uzima ndani yake katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Yes, katika jina la Yesu. I destroy every root cause of any pain. Tunavunja kila roho zote za maumivu katika mwili wake. Any insect of sickness. Kila dalili ya maumivu ndani yake. Kila magonjwa ndani yake. In your bodies. Katika mwili wake. I command it to die. Tunaamuru viweze kufa. I command it to die. Ninaamuru viweze kufa. I command it to leave you. Viweze kumwachilia katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. I command every sickness. Ninaamuru kila ugonjwa. I command every pain. Ninaamuru kila maumivu. To leave all of you. Kuachilia watu wote. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Rikarabosi karibosa. Hallelujah. Karabosi karibosa. Give God a hand of praise. Mpigie Yesu makofi mazuri. Mpigie tena Yesu makofi mazuri. Amina. I thank God. Ninamshukuru Mungu for today. Kwa ajili ya leo. I want to thank God for Bishop Newton Mwangomango. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya askofu wetu Newton Mwangomango na mke wake. Clap for them, please. Hebu wapigie kofi. I want to thank God for your life. Na pia namshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako. Thank you so much for coming. Ninashukuru sana kwa kuja siku ya leo. Clap for yourself too. Hebu jipigie makofi wewe mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. I want us to go fast. Ninataka tuweze kwenda kwa haraka. I don't know whether I'll teach what I sielewi kama nitaweza kufundisha kile ambacho nilikuwa nataka nifundishe. But I want to use a few minutes, then I pray. Natamani niweze kutumia muda mchache alafu niweze kuomba na wewe. Hallelujah. Hallelujah. I am happy to see you. Nina furaha kukuona. I love you. Nakupenda. I pray that God changes your life. Ninaomba Mungu aweze kubadilisha maisha yako. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. I pray
Ninaomba that God kwamba Mungu lift you akuinue from the level where you have been kwenye eneo ambao to upo another level in the name of Jesus. kwenye eneo jingine kwa utukufu wa Mungu. I pray Ninaomba that you see the hand of God kwamba uone mkono wa Mungu in your life. katika maisha yako. How can you break free Namna ambayo unaweza kuwa huru from debt or from poverty? katika maisha yote kwa habari ya umaskini na madeni. Hallelujah. Hallelujah. Number one, you have to have prophetic instruction, to follow prophetic instruction. Jambo la kwanza unatakiwa uweze kufuata agizo la kinabii. Whenever God wants to deliver you, wakati wote Mungu anavyotaka He kukufungua, will give instructions. kama akikupa maelekezo, And once you follow those instructions, na ukiweza kufuata yale maelekezo, you will be delivered from that situation. unaweza ukafunguliwa katika lile Praise the eneo. Lord. Bwana Yesu asifiwe. There was a woman Kulikuwa na mwanamke in the mmoja Bible. katika Biblia. And this woman, Huyu mwanamke, because there was famine, kwa sababu alikuwa analima, she had only little food and little oil. alikuwa na chakula kidogo na mafuta kidogo. And God sent a prophet to her house. Na Mungu akapeleka unabii katika nyumba And yake. when Prophet Elijah came, Na yule nabii Elia alivyokuja, he said, give me what you have, that little food, give me and I eat. akasema hicho chakula kidogo ambacho unacho nipe mimi nile. That's how dangerous prophets are. Ndio. Ndicho ambacho kitu cha hatari sana ambapo manabii wanacho. They take the little that you are remaining Wanachukua with. kile ambacho kidogo unacho. But when the woman said, I only have this, I'm going to eat this, and my child we are going to die. Mwanamke akasema, tunacho kitu kidogo tu ambacho tukila mimi na mtoto wangu tunaenda kufa. And the prophet said, Na nabii akasema, you don't eat it. Wewe usile hicho. Prepare this food, Kiandaa hicho chakula, give it to me. nipe mimi. And the lady accepted. Na yule mwanamke And akakubali. she prepared that food, Akaandaa kile chakula, gave to the prophet. akampa nabii. From that time, Kuanzia hapo we sasa cannot explain it, hatuwezi but kuelezea. food never went out of that house. Yaani chakula kilikuwa kipunguka The katika ile store nyumba. was full of food. Yaani sehemu ya kuhifadhia chakula kilikuwa The kimejaa. jerrycan for oil was full of oil. Lile dumu la mafuta ilikuwa na jaa. Anytime she needs food, she would go and get food from that Kwa hiyo store. kila akihitaji chakula alikuwa anaenda You kwenye follow gala yake na kuchukua. prophetic instruction, We fuata maagizo ya kinabii and then you are delivered free. na utafunguliwa, utakuwa huru. If you don't follow prophetic instruction, Kama haufuati maelekezo ya kinabii, to you every prophet will be a false prophet. yaani kila unabii kwako utakuwa ni wa But uongo. sometimes God wants to deliver you. Lakini kuna wakati Mungu anataka That's kukufungua. why we say, give me what you are remaining Ndio maana with. wakati mwingine tutasema hebu tupe kile ambacho ulibakiza. Because what you are remaining with Kwa sababu kile ambacho is umekibakiza what will cause more to come. ndio kile ambacho kitasababisha vingine kuja. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now this man from Uganda has no master again. Huyu mtu wa Uganda ameanza kuleta shida zake tena. Hallelujah. Hallelujah. But that is the truth. Lakini huo ni ukweli. The things that you are looking for, Vitu ambavyo unaenda kuangalia, if you have been following prophetic instructions, kama ukiwa unafuatilia maagizo ya kinabii, you would have been out of that situation. utakuwa nje ya hayo matatizo ulionayo. So you need to follow Kwa hiyo unatakiwa prophetic kufuata instruction. maagizo ya kinabii. Number 2, Namba 2, you have to have something. unatakiwa uwe na kitu. Never be Haitakiwi in debts until everything that you have is gone. They are gone. yaani usisubiri vitu vyako vyote vimepotea. Remain with something. Hebu bakiza kitu.
God will use that thing that you are having Yaani Mungu ataenda to kukitumia deliver you from debts. kile ambacho umekihifadhi kuweza kukufungua kwa There was a man shida. of God. Kuna mtumishi mmoja wa He Mungu, was a prophet alikuwa nabii, and he had a wife, alikuwa na mke, gave birth to children, aliweza kuzaa watoto, and after na baada he borrowed everywhere. aka He borrowed money. Borrowed. alikopa hela kila Eh. sehemu, And then na baadaye his family was the guarantor. Collateral. eh? Collateral. It is harder. What you give, then what you say. If I don't pay, you will take this. Okay. Kwa hiyo watoto wake waliwekwa rehani. Hallelujah. Amen. And this prophet died before paying the debt. Na huyu mtu alikufa kabla hajalipa fedha madeni So yake. they had to come and take the child and the wife to be slaves. Kwa hiyo wakawachukua watoto na mke wawe watumwa. But the wife only had some drums. Yule mwanamke alikuwa na madumu, And the man of God came na yule mtu wa Mungu akaja and he said, what do you have? akamuuliza, kitu gani He said, unacho? I have here drums. Akasema hapa na madumu The ya man of God mafuta. prayed Yule and mtumishi the drums were akaomba filled with oil. na yale madumu When yalijazwa all the drums mafuta. were filled, Pale ambapo yale madumu yote oil yalijaa na stopped to mafuta, come. mafuta yakakata. You need to have something Unatakiwa uwe na kitu that God will use ambacho Mungu atakitumia, and deliver you. na pia Have a ataachilia skill mafuta. Kuwa na maarifa or have a business, au kuwa na biashara, have a good character, kuwa na tabia njema, be good to friends. kuwa mzuri kwa All of marafiki. those you have something. Hivyo vyote ni sehemu If ambavyo you utakuwa have navyo. a good character, Kama ukiwa na tabia njema, a prophetic instruction may come maagizo ya kinabii yanaweza and akaja, say, go to the other corner. yanaweza kukuelekeza uende sehemu As you are nyingine. going there, Na ukienda hapo, you will meet someone and then the person will help you utaenda kukutana na mtu ambaye because you have a good atakusaidia, character kwa sababu una tabia and you njema can follow the instruction. na unafata maagizo ya kinabii. If your heart is hard, Kama moyo wako ni mgumu, it will be hard for God to deliver you. itakuwa ngumu kwa wewe kufunguliwa. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Even when Wayne was out at the wedding at Cana, Yesu alikuwa katika ile harusi ya Kana. Jesus says, Yesu akasema, bring water. leta maji. When they brought water, Walivyoleta maji, water turned into wine. maji yalibadilika yakawa One, Jesus gave wine. an instruction. Jambo la kwanza, Mungu alitoa And maelekezo, water had to be there. na maji yalikuwa And the pale, drum had to be there. na dumu lilikuwa pale, So that something can happen. ili jambo liweze kutokea. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Things will not just happen from your bedroom. Vitu haviwezi kutokea tu wewe uko Have chumbani, something. lazima uwe na kitu. Follow prophetic instruction. Fuata maagizo ya kinabii. Anytime a prophet will appear in your life, Wakati wowote nabii he will give atakapoonekana instruction to you. akikupa maagizo, If you follow, ukifuata, then you see results. utaona matokeo. Someone bought an axe. Kuna mtu aliazima shoka. Hallelujah. Amen. And then the axe fell into water. Na hilo shoka lilidumbukia kwenye maji. And the prophet said, Nabii akasema, get a stick. lete kijiti. What if there was no stick? Je, kusingekuwa That na stick- kijiti? The man just dipped the stick into water Yaani alichukua hiyo fimbo akadumbukiza and kwenye the maji, axe came up. na ile shoka ikaelea juu ya maji. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Then have faith in God always. Kuwa na imani katika Bwana siku zote. Always believe
wakati wote amini that God can do something in your kwamba Mungu situation. anaweza kufanya kitu katika hali yako. Give God a hand of praise. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So number 3, you have to have faith in God always. Namba 3, unatakiwa uwe na imani katika Bwana siku zote. Always believe that God can do something in your situation. Wakati wote amini kwamba Mungu anaweza kufanya kitu katika hali yako. Never reach a point where you have lost all your hope. Isifike sehemu unakata tamaa. You have lost all your faith. Inafika sehemu Always tumaini lote believe God. Wakati wote muamini Mungu. And tell God, I believe you can do something in my mwambie Mungu, situation. unaweza ukafanya kitu katika hali yangu. I am not far from you. Mwambie siko mbali na wewe. You can do something in my situation. Mwambie kwamba unaweza kufanya kitu katika hali yangu. Always have faith in God. Wakati wote kuwa na imani katika Bwana. That God is able to change kwamba everything. Mungu anaweza kubadilisha maisha For yako the Bible yote. says Kwa ajili Biblia that inasema nothing is impossible before Him. kwamba hakuna yote yanawezekana Even kwake. your situation is Hata kwa ajili possible. ya hali yako inawezekana. So believe God Wewe muamini Mungu that He is able, kwamba anaweza, He can change it. kwamba anaweza kubadilisha He's hali yako. changing it. Anaweza kubadilisha hali yako. Hallelujah. Hallelujah. And in such situation, Na katika hali hiyo always learn to give thanks to God. jifunze kumshukuru Mungu And you give praises to Him. na mtukuze Mungu. When nothing is happening, Kama hakuna kitu chochote kinachotokea, you give thanks to God. mshukuru Mungu tu. Lord, I thank you. Mwambie Mungu nakushukuru Because things are moving kwa on sababu well. vitu Lord, vinaendelea I mbele. thank you. Ninakushukuru Because of your goodness. kwa sababu wewe ni mzuri. Lord, I thank you. Mungu ninakushukuru Because I'm getting kwa sababu money. ninapata Lord, hela. I thank Mungu you. ninakushukuru Because I'm paying kwa my sababu debts. ninalipa Lord, I madeni thank yangu. you. Mungu Because ninakushukuru I'm entering kwa into my sababu marriage. ninaenda kwenye Lord, ndoa I yangu. thank you. Ninakushukuru For my Mungu ministry is kwa growing. sababu ya huduma yangu Lord, I inakuwa. thank you. Mungu For my ninakushukuru business is kwa moving. sababu biashara yangu Lord, I inakuwa. thank you. Mungu ninakushukuru. And then you sing Alafu unamsifu, praises unto Him. unamtukuza. Baba, 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 pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Baba, Baba, pokea sifa. Pokea Oh, sifa. pokea sifa. Pokea Oh, sifa. pokea sifa. Baba, pokea Oh, sifa. pokea sifa. Yesu, pokea sifa. Oh, pokea sifa. Lord, pokea Oh, sifa. pokea sifa. Baba, pokea sifa. Oh, pokea sifa. Oh, pokea Oh, sifa. pokea sifa. Pokea sifa. Oh, pokea sifa. Pokea Oh, sifa. pokea sifa. Pokea sifa. Oh, pokea sifa. As you sing, Kadri unavyoimba, God is programming things to happen in your life. Mungu anatengeneza mambo You kutokea don't need to katika maisha yako. complain all the time. Haitakiwi kulaumu kila wakati. Sometimes you need to worship God. Wakati mwingine unahitaji kumwabudu tu Sometimes you need Mungu. to give thanks to Him. Wakati mwingine unamshukuru tu Sometimes Mungu. you need to sing to Wakati Him. mwingine unatakiwa kuimba You tu. close the doors of your house. Unafunga milango And yote you katika start nyumba yako. clapping unto Him. Unaanza kumpigia And you makofi. sing songs of praise. Unaanza kumtukuza And you Mungu. tell yourself, I'm going forward. Na unajiambia wewe mwenyewe And kwamba you tell ninasonga yourself, mbele. I'm overcoming. Unasema kwamba And you tell nitashinda. yourself, I'm winning. Unasema naenda And you tell kushinda. yourself, I'm not stuck. Unajiambia wenyewe kwamba Because- sitakaa Because kituo. I have God. kwa sababu nina Mungu. Yes. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Because God wants you to win. Mungu anataka But ushinde. what Satan does Lakini shetani is anachotaka that he will kufanya, put you into the situation anakuweka katika hali where you are stressed, ambapo unakuwa na msongo wa you mawazo, are complaining, unaanza kulaumu, you have no time to think about
the goodness of the Lord. huwezi tena kufikiria uzuri wa But Kristo. if you are like David, Lakini ukiwa kama Daudi, you said the Lord is my shepherd. kwamba Mungu Bwana ni mchungaji I wangu, shall not want. sitapungukiwa na For he kitu, leads me beside the still kwa water. sababu ananiongoza katika He maji ya makes me to utulivu. lie in the green pasture. Anaenda kunilaza kwenye malisho He ya majani mabichi. restores my soul. Nauisha nafsi yangu. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of Hata death, kama nikipita katika uvuli wa mauti, I will fear no evil. sitaogopa mabaya For yoyote. your Lord and your Kwa staff sababu comforts yeye ni me. gongo langu na fimbo You yangu. have anointed my head with oil, Umenipaka mafuta kichwa and changu. my cup is overflowing. Na mto wangu You have unafurika. prepared a table. Umeandaa meza mbele You are yangu. preparing a table. Umeandaa meza mbele As yangu. you are speaking these words, Vile unavyoongea maneno haya, God is programming your Mungu victory. anaendelea kufanya kitu katika maisha yako. Yes. Don't Yes. die complaining. Acha usife huku unalaumu. Speak to your soul. Ongea mwenyewe. Don't lose hope. Usikate tamaa. Trust in the Lord. Mwamini He is Mungu. more powerful than my situation. Yuko pale kwenye tatizo Your lako. situation has no foundation. Hilo tatizo lako halina msingi. A wind will come from the east Upepo unaweza and ukatoka blow that mashariki situation away. na itaweza kuondoa hilo tatizo lako In the pembeni. name of Katika Jesus. jina la Yesu. Yes, Lord Jesus. That was a prophecy. Huo ni unabii. Hallelujah. Hallelujah. So Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kumbukumbu ya Torati 28 mstari ule wa The kwanza. Bible says Biblia that inasema if you listen to the voice of God kama ukisikia sauti ya and Mungu obey the commandments na kufuata maagizo that yote Moses is giving kwamba you, Musa aliyokuambia, the Lord will lift you high Mungu atakuinua juu. above nations. Atakuinua juu ya mataifa yote. How many people wants to be high above nations? Wangapi wanataka kuwa juu? Wanyoshe mkono. Yes. Hallelujah. Amen. Be obedient. Kuwa na utii. Listen to the voice of God Sikia sauti ya Mungu and obey to the commandments that are given to you. na uweze kutii maagizo Follow yote the yanayokupa. instructions. Fuata maagizo. You are going to be lifted high. Utaenda kuinuliwa juu sana. God is good. Mungu ni mwema. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. Hallelujah. Amen. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kila wakati. Hallelujah. Amen. You see, we say that God is good, Tukisema Mungu ni mwema, but sometimes He will tell you hard things to do. wakati mwingine Mungu anaweza kukuambia mambo magumu kufanya. In His goodness, Katika ule uzuri wake, He will command you to do a very hard thing, anaweza akakuambia ufanye kitu kigumu sana, and it will be like all what you have is going. na itakuwa kama vitu vyote ulivyo navyo You vinapotea. begin to reason. Unaanza kufikiria, If you are the one, kama ni wewe, can you do this? ungeweza Do you think kufanya? I am a fool? Unadhani mimi ni No, God wants to help you. no? Mungu anataka tu kukusaidia. Hallelujah. Haleluya. Ambia jirani, Mwambie jirani, Mungu anataka kusaidia. Mungu anataka kukusaidia. God wants to help you. Hello. Mwambie jirani, Mungu anataka kusaidia. Mungu anataka kukusaidia. God Leo. wants to. Leo. Amen. Hello. Amen. Not kesho. Not tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. Not tomorrow, but Sio today. kesho, anataka kusaidia Not leo. next week, but today. Sio wiki nayo Not ikuja. next year, but today. Sio mwaka unaokuja, ni Your sasa. journey has to start today. Mungu anataka kuanza safari yako leo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Your journey must start today. Safari yako You inatakiwa are ianze leo. beginning a new journey in the name of Jesus. Unaanza safari yako mpya leo katika jina la Yesu. Someone say amen. Sema amina. You are beginning a new journey in the name of Jesus. Unaanza safari mpya ya You mafanikio are leo. going to the next level in the name Unaenda of kwenye Jesus. eneo jingine la utukufu You wa are Mungu leo. beginning a new journey in the
name of Umeanza Jesus. safari mpya katika You are Mungu. moving from one step to another step. Unaanza kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua In the nyingine. mighty name of Katika jina la Jesus. Yesu. Yes. If you believe him. Kama unamwamini yeye. Tell your neighbor if you believe him. Mwambie jirani yako kama unamwamini. God will change your situation. Mungu anaenda kubadilisha hali yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inapita kwa moja moja. Oh. Yes. Oh. Yes, Lord Jesus. Oh. Robo sakarabo sikaribosa. Yes, robo sakarabo sikaribosa. Karabo korobo santa namo korobo sikaribosa. Oh. Rikarabo santa namo korobo sika. Rikarabo santa namo korobo sikaribosa. Rakarabo santa namo korobo sika. Rikarabo santa namo korobo sika. Rikarabo santa namo korobo sika. Rikarabo santa namo korobo sikaribosa. Rakarabo santa namo korobo sikaribosa. Rakarabo santa namo korobo sika. Rikarabo santa namo korobo sika. Rikarabo santa namo korobo sikaribosa. Rakarabo santa namo korobo sikaribosa. Rikarabo santa namo korobo sikaribosa. Rakarabo santa namo korobo sikaribosa. Rakarabo santa namo korobo sikaribosa. Zikotarabo gadebande gedinana. Rakarabo santa namo korobo sikaribosa. There is power. Kuna nguvu. Kuna nguvu. Kuna nguvu. Kuna nguvu. Kuna nguvu. Kuna nguvu ya There Mungu. is fire. Kuna nguvu ya Roho There is Mtakatifu. power of Holy Kuna Spirit. nguvu ya Yesu. Oh, kuna nguvu ya Yesu mahali hapa. Yakatarabo zande. Rikarabo santa na morika. Riba shiketa Robo bogadia korobo banda. santa na morika Aipo ribosa. katarabo Rikarabo santa gadabande. na morika. The blood Rakarabo of santa na morika Jesus. ribosa. Rakarabo santa na morika ribosa. Rakarabo santa na morika ribosa. Rakarabo santa na morika ribosa. Aya na 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 ni ya na de. Ribosa. Rakarabo santa na morika ribosa. Ikatakarabaga de bande Rakarabo gediana. santa na morika ribosa. Rakarabo The Lord santa is na morika. washing you. Mungu The Lord anakusafisha. is cleansing Mungu you. anakusafisha. The Lord is Mungu cleansing you. anakusafisha. The Lord is Mungu cleansing you anakusafisha. with His blood. Anakusafisha kwa damu yake takatifu. Anakusafisha wakati huu. The Lord is cleansing this church. Mungu anasafisha kanisa hili. Orabo sakarabo sikaribos. There is a work of the Holy Spirit. Kuna kazi ya Roho Mtakatifu mahali hapa. Yes. Orabo sakarabo sikaribos. Rakaba santana mori karibosa. Rikaba santana mokorobosika. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Edina, come. Edina aje mbele mara moja. Rikarabo santana morika. Rikarabo santana morika ribosa. Nyosha miguu yako, mikono yako yote miwili. Nyosha mikono yako yote miwili. Nyosha mikono yako yote miwili. Yes. The Lord is going to use you. Mungu anaenda kukutumia. And if you follow Him, Na ukimfuata, you are going to be the reason why your family will change. utakuwa sababu ya familia yako kubadilika. Poverty will not exceed your generation. Umaskini hauwezi kukaa katika maisha God yako. will lift you high Mungu ataenda kukuinua juu, above poverty. juu ya umaskini. God is going to change your life. Mungu anaenda kubadilisha maisha yako. And it's going to be very clear
Na Mungu atakuambia kwa that uwazi God has blessed you. kwamba Mungu amekubariki. He's going to change your life. Anaenda kukubadilisha maisha yako. He's going to visit your family. Anaenda kukutembelea familia He's yako. cleansing your family. Anaenda kuisafisha familia He's yako. cleansing your family. Anaenda kuisafisha familia Washing yako. away poverty. Anaenda kuondoa And umasikini a kwenye new familia yako. generation is rising Na uzao kizazi kipya through kinaenda you in kuja the name of kupitia Jesus. wewe katika jina la Yesu. Yes. Orabosi karibosa. Karabosi karibosa. Touching her umbilical cord. Rikarabosantana morika. Umbilical cord. Rikarabosantana morika. Umbilical cord. Yes. Rikarabosantana In mokorobosi. the name of Jesus. Rikarabosika katika I jina la Yesu. disconnect you Ninakunasua from every connection kwa kila agano of poverty. la kiumaskini In the name of katika Jesus. jina la Yesu. You will not suffer. Hautahangaika. Your generation will not suffer. Familia yako Your haitahangaika. generation will not suffer. Uzao wako Your hautahangaika. generation will not suffer. Uzao wako I hautahangaika. disconnect you. Ninakuondoa. I disconnect you Ninakuondoa in the name of katika Jesus. jina la Yesu. Everyone touched your umbilical Kila cord. mtu rudi. Kila mtu ashike kitovu chake. Kila mtu ashike kitovu chake. Kila mtu ashike kitovu chake. In the mighty name of Katika Jesus. jina la Yesu. Lord, disconnect these people Ninawaondoa hawa watu from every connection. katika kila Family connection connection. ya kifamilia. Economical connection. Kila mambo yanayojirudia. Disconnect them Tunaondoa from poverty, kwenye from umasikini, debts, kwenye from madeni, suffering. kwenye In mateso. the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Give them a new beginning. Mungu wape mwanzo mpya. I disconnect them. Ninawaondoa. I disconnect them. Ninawaondoa In the mighty name of Jesus. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Give God a hand of praise. Tumpige Yesu makofi wakati unakaa. The Bible says Biblia inasema, that the Lord will lift you high. You can see it. unaweza ukakaa sasa. The Lord will lift you high. Mungu atakuweka juu. If no one has been high in your family, Kama katika familia yako hakuna be mtu the aliyekuwa one juu, that the Lord will use to be uwe high. mmoja ambaye Mungu atakutumia uwe juu. Let's go into the book of Genesis 26. Aya, twende kwenye kitabu cha Mwanzo 26. 26 verse 12. 26 mstari wa 12 mpaka 13. 26. Nguvu ya ajabu damni mwa Yesu, kuna nguvu ya ajabu ndani mwa mwana kondoo. Nitasoma Hey, 26 verse 12. Mwanzo 26 mstari wa 12 mpaka 13. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Then Isaac sowed in that land Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. and received in the same year 100-fold. Bwana akambariki. And the Lord blessed him. Na mtu huyu And that man akawa mkuu, waxed great akazidi kustawi, and went forward hata akawa mkuu and sana. grew until he became very great. Akawa mtu mkuu sana. Yes. I know you have not understood it, Najua hujaelewa vizuri, but that is the reason why I am here. lakini hiyo ni sababu niko hapa. The Bible says Biblia inasema that and Isaac
kwamba Isaya and Mama Michael na Mama Michael and Edina na Edina and Bishop Madirisha na Askofu Madirisha. kuja. Askofu Madirisha njoo mbele. And Isaac. Isaka. The Bible says, look at me. Niangalie mimi, geuka huku. Hallelujah. Barikiwa sana. Yes. And Isaac Na Isaka sowed, akapanda. and the same year, Na mwaka ule, not another year, sio mwaka mwingine, but the same year, mwaka ule ule, he harvested akavuna 100 folds. Vipimo 100 kwa kimoja. And the Lord blessed him. Na Mungu akambariki. Isaac was in a foreign country. Haijalishi kwamba alikuwa nchi ya ugenini, But the Bible says lakini Biblia inasema that he sowed kwamba alipanda, and received the same year akapokea mwaka ule ule 100 folds. alipata vipimo 100 kwa kimoja. The Bible continues and say Biblia inaendelea that kusema and that man Isaac kwamba mtu huyu, and that man Madirisha huyu mtu and Madirisha, that man mtu huyu jina Bishop lako Newton and Askofu that Newton, man your name you taja can put jina there your name. lako. Rahabu, jina lako nani? Taja. He began to grow great. Akaanza kuwa mtu mkuu, Continued growing great akaendelea kustawi until we became great. hata akawa mkuu That sana. when you are talking about greatness, Ukizungumzia kwa habari ya you ukuu, have to talk about Isaac. lazima umzungumzie Isaka. Yes. Hallelujah. Hallelujah. And the man began to be great. Na yule mtu akaanza kuwa mkuu. What was the first thing to do? Jambo gani la kwanza la He kufanya? sowed Alipanda. and he received what? Hello, give me your attention. Please, niangalie mimi. Niangalie mimi. He sowed, that was the first thing to do. Cha kwanza alipanda mbegu. God wants to change your life Mungu anataka kubadilisha maisha yako. right now. Lete mbegu. Not Sio right now. kesho, leo. Right now. Leo. Sasa hivi. Mbegu anahitaji sasa hivi. Sasa Get a hivi. seed Yaani right sasa now. hivi. Kalete mbegu sasa hivi. Una nguvu. Nguvu, nguvu ya ajabu ndani mwa Yesu. Kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu ndani mwa. Watumishi wa Mungu, Mungu yuko hapa kufanya kitu. Una Usishangae nguvu. wewe kuwa rohoni kupata kile Mungu anataka kukupa. Usishangae kuwa rohoni upokee ambacho Mungu anataka kukupa. Don't put it in envelope. Hallelujah. Amen. Just raise your hands. Aya, nyosha mikono yako juu In the main name of Jesus. katika jina la Yesu. May you receive 100-fold. Mungu akupe vipimo 100 kwa kimoja. May today be the end of poverty in your life. Siku ya leo iwe ni mwisho wa umaskini katika maisha yako. May the grace of the Lord be upon you. Neema ya Mungu iwe juu yako. I change your life.
Ninabadili maisha yako. I end poverty from your life. Kuanzia leo ninaachilia umaskini mwisho katika maisha I yako. change your life. Ninabadili maisha yako. Your financial status. Hali yako ya kiuchumi. Let money look for you. Fedha ikakutafute. Let money look for you. Fedha ikakutafute. Let money look for you. Fedha ikakutafute. Your life has changed. Maisha yako yamebadilika. May you never suffer. Usihangaike tena. I end that spirit of poverty from you. Ninatoesha hali ya umaskini sasa. You never be poor again. Hautakuwa maskini tena katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. 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 Unabii unavotoka sehemu, mpokea na wewe katika jina la Yesu. Unabii huu ni wa kwake na wa kwako katika jina la Yesu. Neno linavokuja linamponya mtu mmoja ambaye ni wewe. Kwa hiyo pokea utajiri katika jina la Yesu. Pokea heshima katika jina la Yesu. Pokea kuinuliwa katika jina la Yesu.